Halo, habari ya muda huu. Mimi ni Dr. Chambo kutoka The Greenleaf Online Clinic. Somo letu la leo tutaangalia jinsi sukari inavyoathiri figo zako. Somo hili ni muhimu kwa sababu huenda umeshawahi kusikia watu wanavyozungumza kuhusu matatizo ya figo. Figo kufeli, vijiwe kwenye figo. Sasa moja ya watu ambao wanakuwa kwenye hatari kubwa ya kupatwa na matatizo haya ya figo ni watu ambao wanaugua ugonjwa wa kisukari. Na sasa nimeona niweke hili somo ili iwe ni kama vile kuwazindua watu ili waweze kufahamu kwamba unapokuwa una kisukari, moja kati ya mikakati yako unatakiwa kuiweka na mikakati endelevu ni kuhakikisha kwamba unajiepusha na madhara ya kwenye figo, kwa sababu sukari huwa inaleta madhara kwenye hilo eneo. Kwa hiyo sasa naomba uwe makini kufuatilia hili somo kwa sababu ni somo muhimu. Taeleza jinsi athari zinavyoingia taratibu, lakini pia tutaenda mbali zaidi namna gani unaweza ukaziepuka zile athari, lakini pia namna gani mtu ambaye tayari ameathiriwa na shida ya figo anaweza akapunguza zile athari siku hadi siku. Kwa hiyo karibu sana kwenye hili somo letu muhimu. Madhara ya figo kwa mgonjwa wa kisukari hutokea taratibu. Hutokea taratibu. Kwa hiyo ni ngumu sana mgonjwa wa kisukari kuweza kujua ameanza kupatwa na madhara au la. Umeona? Na huwa wanasema kitaalamu kwamba figo zinapoanza kuonesha dalili ya kupata shida inakuwa tayari iko kwenye stage fulani ya juu. Kwa maana ni ngumu sana kuweza kuanza kuona dalili ya mwanzo kabisa ya athari kwenye figo, kwamba ukianza kuona dalili basi tayari shida imeshaanza kuwa kubwa. Kwa hiyo ndio maana tunashauri kwamba uwe na utaratibu pia wa kufanya check up ya kupima protini kwenye mkojo, kwa sababu hiyo ndio itaweza kukusaidia kuweza kubaini mapema na kujua kama athari zimeshaanza kuingia kwenye figo yako. Kwa hiyo na athari zinaingia taratibu na kwa namna ambayo wewe hauwezi ukajua kwamba nimeshaanza kupata madhara kwenye figo. Sasa sukari ni nishati ya mwili, na kitu ambacho unapaswa kufahamu ni kwamba nishati zote, yani vyanzo vya nishati vina tabia moja. Kwa mfano tunavyoona petroli au dizeli kwenye gari. Dizeli au petroli huwa zinafanya kazi kama nishati, ndio zinafanya gari liweze kutembea. Gari haliwezi kutoka sehemu moja kwenda nyingine bila kuwa na nishati, yani tunaita kwa Kiingereza fuel. Sasa sukari nayo kazi inayofanya kwenye mwili wako ni sawasawa na petroli au dizeli inavyofanya kwenye gari. Sasa kwa kawaida hizi fuel au nishati hizi, vyanzo vya nishati vina tabia ya kulipuka, vina tabia ya joto au kuunguza pindi vinapokuwa havijatunzwa vizuri, ni rahisi kulipuka. Kama hujacontrol vizuri unapotunza petroli yako ni rahisi kulipuka. Ndio maana wanasema kwamba utaona yale malori makubwa yanayobeba petroli kusafirisha sehemu mbalimbali yameandikwa inflammable. Kwa maana hauwezi ukatumia mafuta ya petroli kuwasha kwenye jiko la mchina. Nikisema jiko la mchina nadhani naeleweka. Sorry. Zamani tulikuwa na majiko unatia mafuta taa, alafu baadaye unaweka utambi unawasha. Sasa petroli hauwezi ukaifanya hivyo. Haiwezi tengeneza flame kwa wewe kuwasha uweze kupikia. Badala yake ikikaribia tu kile kibiriti inalipuka. Umeona? Nakumbuka wakati fulani
kuna mzee fulani wakati kipindi fulani nilikuwa naishi Dar es Salaam, kuna mzee fulani jirani alikuwa anafanya kazi serikalini, anaendesha gari la serikali. Kipindi hicho pale mtaani yeye ndo alikuwa ndio yani wale watu matawi ya juu wale wanaishi maisha mazuri, mikate, Blue Band enzi hizo tangu miaka hiyo ya 80. Umeona? Mzee yule akawa siku hiyo anataka kuondoka asubuhi, kachukua jiko lake la mkaa, anataka awashe moto achemshe chai haraka haraka aondoke zake kwenda kazini kwake. Akajichanganya, baada ya kuchukua kikopo chenye mafuta ya taa, akachukua kikopo chenye mafuta ya petroli, kaweka kwenye jiko. Alivyowasha kibiriti, kabla hajafika kwenye jiko, nyumba yote ilianza kuungua. Hapo ndo tukajua kweli petroli sio kitu cha masiara. Sasa namna ambavyo petroli na diesel inafanya kwenye gari ndivyo sukari inavyofanya. Kwao na yenyewe ina tabia ya kuunguza. Sasa tutaangalia inaunguza nini na nini kikiungua kinaleta madhara sasa yale ambayo ndo tunayaona kwa mgonjwa wa kisukari. Kwa kama nilivyosema, kama ilivyo petroli na diesel kwenye gari, na sukari nayo ni hivyo hivyo kwenye mwili wako, kwa maana inazalisha nishati. Nishati zote zina tabia ya kulipuka na kuunguza kama nilivyosema. Hivyo basi sukari nayo ikizidi mwilini na ikakosa udhibiti huunguza. Hapo zingatia hayo maelekezo, ikakosa udhibiti. Maana kama tunalenga watu ambao wana viwango vya juu vya sukari alafu hawajali, hawachukui hatua. Umenielewa? Yaani wanashindwa kudhibiti, hawachukui hatua za kuweza kudhibiti, au wanatumia njia za kudhibiti ambazo hazigarantii kupandisha sana viwango vya sukari. Yaani kwa mfano unapotumia vidonge, ili utumie kidonge maana yake kuna namna ambayo unafanya sukari inapanda. Kuna kitu unakikosea mpaka sukari inafanya nini? Inapanda kupita kiasi. Ndio maana unatakiwa kumeza nini? Kidonge. Daktari ambaye anakujua na anakufahamu, unapopimwa leo ukagundulika una kisukari, hakuandikii dozi pale pale. Atakachofanya atakushauri, hebu nenda kaangalie kwanza kwa wiki 2, kajaribu kuzingatia mlo mzuri wa vyakula. Ukishindwa sasa ndio tutakuja kuanza nini? Dozi. Kwa maana vidonge hasa kwa mtu mwenye kisukari aina ya pili ambayo ndio wengi, kwa kawaida inakuwa ni baada ya mtu kushindwa. Na huu ni ukweli ambao huenda haujawahi kuambiwa, kwamba ukiona unapewa vidonge maana yake wewe umeshindwa kufanya jukumu fulani. Kwa hiyo unapewa kitu kingine kutoka nje kikusaidie kufanya kazi ambayo ilitakiwa uifanye wewe mwenyewe, kudhibiti viwango vya sukari mwilini. Kwa hiyo sasa sukari isipodhibitiwa inaunguza. Sasa inaunguza nini? Twende. Nini huathiriwa kwa haraka na sukari iliyozidi mwilini? Kitu kikubwa kabisa kinachoathirika mwilini mwako kutokana na viwango vya juu vya sukari ni mishipa midogo midogo ya damu inayojulikana kama kapilari. Kapilari au capillaries, hivi ni vimishipa vidogo vidogo sana, vingine ni ngumu hata kuviona kwa macho ya kawaida, lakini vile vimishipa vinapitisha damu na kupeleka kwenye kila seli ya mwili wako. Hivi vimishipa hivi kutokana na namna ambavyo vimekuwa ni vilaini, ni delicate, inakuwa sukari ikizidi kwenye damu inaviunguza vile vimishipa mpaka vinaiva, vinaunguzwa vimishipa na vinaiva kabisa. Kadri vinavyounguzwa zaidi na kuzidi kuiva, inapelekea mtu kupata athari kwenye maeneo yote ambayo zile capillaries zimeunguzwa kupita kiasi. Sasa nitaeleza vizuri hapo mbele, nadhani utanielewa. Nimekwambia kwamba sukari inaunguza vimishipa vidogo vidogo vya capillaries. Kumbuka kwenye mwili wako pia kuna vimishipa vidogo vidogo, na kwenye vile vimishipa kuna seli za fahamu, zinaitwa sensory neurons. Hivi viseli hivi ndivyo vinavyopeleka taarifa. Ukiguswa kwenye unyayo unajua kuna kitu kimenigusa. Mtu akikugusa mgongoni unajua kuna kitu kimenigusa. Lakini inaenda mbali zaidi mpaka kwenye ubongo. Sensory neurons ziko huko, ndo ziko kwa wingi. Ziko sensory neurons mwili mzima, kwa sababu hizo ndo zinafanya
kitu inaitwa coordination, zinafanya yale mawasiliano ya mwili yafanye kazi, kuhisi na kutambua vitu vifanyike. Kwa hiyo nikishaeleza hivyo sasa, nadhani utaanza kuona uhusiano sasa kwamba sukari ikiunguza vile viseli, zile seli zikaunguzwa kwa wingi, zikafa kwa wingi, fahamu inakuwa imeathiriwa. Sasa tutaona huko mbele fahamu ikiathiriwa unakuwa na dalili gani na madhara yake ya muda mrefu ni nini. Sasa twende. Kapilari zikiathirika hupelekea madhara kwenye ogani na tishu mbalimbali mwilini. Hapa uzingatie. Kapilari zikiathirika hupelekea madhara kwenye ogani na tishu mbalimbali mwilini. Moja ya tishu ni kama vile ubongo. Ubongo ni tishu, kwa maana ni mkusanyiko wa seli nyingi ambazo zinafanya kazi fulani. Umenielewa? Haya, figo ni organ. Umeona? Ambayo yenyewe kazi yake ni kufanya nini? Kufanya usafishaji wa damu. Inasafisha damu kwa kuondoa sumu mwilini na kuzitoa nje ya mwili. Mfumo wa fahamu nimeuelezea, kupeleka taarifa na utambuzi. Kongosho tunalielewa, kuzalisha insulini na glucagon. Insulini kazi yake ni kudhibiti viwango, kucontrol viwango vya sukari mwilini. Glucagon kazi yake ni kuongeza kubadilika kwa sukari iliyoko kwenye akiba ya mwili kurudi kwenye mfumo wa damu ili iende ikaingie tena kwenye seli kuzalisha nguvu. Ini tunajua kazi yake pia tunasema kazi yake ni kuua sumu. Hili ndo linaua sumu moja kwa moja. Mtu akitumia sumu, labda anasema nimechoka kuishi, nataka nitangulie mbele za haki, akanywa sumu, kitu cha kwanza kufa ni ini lake. Lakini ogani ya uzazi ya mwanaume inaeleweka, tutaangalia inavyoathirika. Via vya uzazi vya mwanamke nao inaeleweka, tutaangalia inavyoathirika. Sasa twende kwenye ubongo. Kumbuka tunapozungumza fahamu, central nervous system ni kwenye ubongo. Kwa hiyo sasa tusema kwenye ubongo kule capillaries zipo, zile nilizokuambia zinaathiriwa. Sasa sukari inavyozidi inaunguza vile vimeshipa vidogo vidogo vya kapilari zilizoko kwenye ubongo. Zikiungua kwa wingi sana zinaharibika. Zikiharibika, siku ikitokea bahati mbaya msukumo wa damu ukaja kwa nguvu, damu ile inachana vile vimeshipa na kuingia kwenye ubongo na kuathiri ubongo. Hii ikitokea maeneo fulani ya ubongo, mtu anapatwa na stroke. Si kama naeleweka? Okay, nadhani naeleweka sababu najitahidi kueleza kwa ufafanuzi mzuri. Lakini pia ile kuathiriwa lakini haijafikia kwenye stroke, utagundua dalili ya kwamba ile mfumo wako wa fahamu umevamiwa na sukari kwa wingi, kupata na kitu tunaita dementia, yani hali ile ya kusahau. Unasahau kirahisi. Nimekupigia simu leo najitambulisha nakwambia mimi ni Dr. Chambo. Kesho nikikupigia tena simu, wewe ni nani? Nakuuliza mimi ni Dr. Chambo, si nikwambia usave namba yangu? Ile siku nilisahau kusave. Umesahau. Na leo tunaongea tena na kusisitiza save basi namba yangu ndugu yangu ili tuendelee kusaidiana, sawa? Kesho kutwa nakupigia simu na kuuliza umeamkaje, unaniambia wewe ni nani? Unaona? Kwa nini kila nilipokuambia usave namba unasahau pale pale tukiacha kuongea? Inaitwa dementia. Hiyo ni athari pia sukari ikiwa imezidi kwenye nini? Kwenye ubongo na kuathiri capillaries, vimeshipa vidogo vidogo vyoko kwenye ubongo. Twende kwenye figo. Kwenye figo kuna hivyo vimeshipa vidogo vidogo sana vinaitwa nephrons, ambavyo kazi yake ndio kuchuja damu, kusafisha damu. Hivyo ndio vinafanya hiyo kazi figo inayotakiwa kufanya. Sasa vile vimeshipa, damu inapita nako kule, ikipita kule inaviunguza, vile vinaharibika, vinakuwa deformed, haviwezi kufanya kazi tena. Vikishindwa kufanya kazi, mtu ataanza kupatwa na matatizo ya figo. Taanza tumbo litakuwa linavimba, mwili unaanza kujaa maji, kwa maana zile sumu zinakuwa hazitoki, zinaanza kubaki mwilini. Umenielewa? Damu inakuwa chafu, muda mrefu inakuwa chafu. Wakienda wakifanya vipimo wakagundua figo zimeshindwa kufanya kazi kabisa, huyo mtu anaanzishwa matibabu ya dialysis. Ambao ndugu yangu, matibabu ya dialysis, kama umeshawahi kuhudhuria kwenye vile vitengo,
jaribu kuuliza tu mtu akwambie. Ni huduma ambayo ni very very expensive. Na waombea Mungu msifike kabisa kwenye madhara haya ya figo na ukalazimika kufanya dialysis, kwa sababu kama ulikuwa una uchumi, kama ulikuwa una kiinua mgongo, maanake hiyo story ndio inaikuwa inaishia hapo. Kama ulikuwa na biashara, inaweza kabisa ikafilisika kwa sababu ya dialysis. Kumbuka ni matibabu ya muda mrefu alafu hayana mwisho. Mara nyingi inakuwa ni cure kwa ajili ya kumlinda mtu kwenye hatua za mwisho. Umenielewa? Kwa hiyo ninawaomba sana tufuatilize sana haya masomo ili tuweze kuepuka hili janga la matatizo ya figo. Siku hizi yamekuwa ni mengi sana sana kabisa. Mfumo wa fahamu wa mwili huwa unaathiriwa, nimeeleza kidogo kwenye ubongo, lakini tuelezee pia kwenye sehemu zingine za mwili. Dalili kubwa ya kuathiriwa mfumo wa fahamu kwa mtu ambaye ameanza na kisukari karibuni ni kupatwa na ganzi au miguu kuwaka moto. Kupatwa na ganzi, miguu kuwaka moto. Au mwingine anakuambia miguu inapata baridi. Hizo zote ni dalili mbaya za kuonyesha kwamba athari ya sukari imeanza kuharibu mfumo wa fahamu. Ikiendelea zaidi hasa kwenye miguu inapelekea kitu tunaita kitaalamu diabetic foot. Mguu unavimba kiasi ambacho ukiubonyeza na kidole, ukiondoa ile alama inakaa pale ya kidole, kile kishimo kinakaa hata nusu saa bado hapajafutika, paonyesha kwamba ulishikwa na mtu alibonyeza mguu wako. Hiyo maana yake ni athari imeshafanya vimishipa vile vilishaunguzwa vikaozeshwa kabisa, vimekuwa kwenye hali mbaya kabisa. Hiyo inaitwa diabetic foot, na yenyewe sio dalili nzuri, sababu baadaye ikienda mguu utaanza kubadilika rangi. Mbaya zaidi, ukipatwa na kidonda kwenye hali kama hiyo, hicho kidonda kupona inakuwa ni ngumu na ni lazima wafanye upasuaji wa kukata kiungo. Sehemu nyingine inayopata na madhara na hii hali ya viwango vya juu vya sukari ni kongosho, kwa sababu kongosho ndio linazalisha insulin, lakini na lenyewe pia kama organ ya mwili haipatani na viwango vya juu vya sukari. Kwa viwango vya juu vya sukari vinaua seli kwenye kongosho. Kadri inavyozidiwa seli zinavyozidi kuungua, linazidi kupungukiwa uwezo wa kuzalisha insulin na glucagon, na kufanya mgonjwa wa kisukari awe anazidi kuzidiwa siku hadi siku. Ndio ile unashangaa kila siku ukienda, baada ya miezi kadhaa daktari anakuambia inabidi tuongeze dozi. Ulikuwa unatumia kidonge kimoja asubuhi peke yake, baadaye anakuambia twende vidonge 2 asubuhi na jioni, baadaye vidonge 3 asubuhi, mchana na jioni, kesho kutwa insulin. Unaona, inakuwa ni shida siku hadi siku. Upande wa ini linavyopata na madhara, kwa kawaida lenyewe linakuwa na mlundikano wa mafuta. Ini linazidiwa na mafuta, yanajaa, kwa sababu ile nguvu ya kuyabadilisha mafuta kurudi kuwa sukari inakuwa imepungua. Ini linakuwa na mafuta mengi. Hii inaitwa non-alcoholic fatty liver disease. Hii ni shida kubwa kwa watu wenye kisukari, lakini Mungu akikujalia ukikaa kwenye program vizuri, hii nayo inarudi kwenye hali ya kawaida na yale mafuta yanapungua. Lakini tukikaa vizuri kwenye program kwa muda mrefu, kama umejiunga, basi utakwenda, alafu hiyo hali itakwenda itakwisha kabisa. Ogani ya uzazi kwa mwanaume tunafahamu, ili shughuli za kifamilia zifanyike pale ndani, nadhani naeleweka, zinahitaji mzunguko mkubwa sana wa damu kuingia kwenye ogani na kutoka. Sasa kama zile capillaries zinazoruhusu ile damu kuingia na kutoka zimeathiriwa, mzunguko wa damu unakuwa umedhurika, umekuwa unafanyika lakini sio kwa ufanisi. Kwa hiyo ile nguvu ambayo tunaikusudia ya ile organi kuweza kuwa imara kwa vile inavyotakiwa kuwa, inakuwa haiwezekani tena, au inapatikana kwa udhaifu ambao inakuwa ni ngumu kuweza kutekeleza mambo haya ya kifamilia. Naeleweka nadhani nikiongea hivyo, wala hamna haja ya kufafanua zaidi. Via vya uzazi, kwenye via vya uzazi capillaries zikiathiriwa, zikaunguzwa, damu ikawa inaathiri sukari iliyoko kwenye damu inaathiri vile vimeshipa, inapelekea shida kwenye mfumo wa uzazi. Kwa hiyo huyu mama anaweza akapata shida kuconceive, kushika ujauzito. Inakuwa ngumu kushika ujauzito. Lakini cha pili, anaweza akishika ujauzito baada ya muda kidogo unatoka. Nishaongea na ndugu mmoja ambaye
niliongea naye kwa simu, yuko kwenye moja kati ya majukwaa yetu. Alipata na shida ya kupoteza ujauzito mara 5. Yani ujauzito unashika baadaye unatoka, unashika unatoka, baadaye kwani shida ni nini? Ndo akagundua kwamba kumbe ana kisukari. Kwa hiyo sasa haya ni madhara ambayo yanapatikana kwa viwango vya juu vya sukari na namna ambavyo figo inaathiriwa na hivi viwango vya juu vya sukari. Sasa jinsi ya kujiepusha na matatizo ya figo kwa mgonjwa wa kisukari ni kunywa chai ya giligilani iliyochanganywa na ndimu asubuhi na jioni, kikombe kidogo kile cha chai. Kwa kufanya hivyo, fanya hiyo tabia kuwa jambo lako la mazoea. Kwa mfano ukipata ukafululiza wiki moja, unatulia, siku kija ukiipata tena, kwa sababu si ni chakula, yani ni chakula, ni kama vile unavyokunywa juisi ya ubuyu au juisi ya ukwaju, umeelewa? Kwa hiyo na yenyewe unaitafutia tu timing, ukiipata unaitumia, ukikosa unatulia, inakuwa ni sehemu tu ya maisha yako ya kawaida. Sasa kujifunza zaidi katika namna ya kutengeneza hii juisi ya giligilani, hebu angalia video ambayo itakupa maelezo ya kina zaidi. Ngoja nikuoneshe hapa video ili uweze kuona vizuri. Halo, habari ya muda huu, Dr. Chambo hapa, na leo nitaelekeza namna ya kuandaa chai ya giligilani kwa ajili ya moja, kujiepusha na madhara ya figo, lakini pia kwa mtu ambaye tayari amebainika kuwa na matatizo ya figo, basi ni vizuri umshauri kutumia chai ya giligilani. Nikisema giligilani na kusudia mboga hii hapa. Hii ndiyo mboga inaitwa giligilani. Ni mboga ambayo huwa inatumika kama kiungo zaidi kwenye vyakula kwa sababu ya kuwa na harufu nzuri ambayo inavutia sana ukiwa umeunga kwenye vyakula. Kwa hiyo giligilani ndiyo hii hapa. Kwa hiyo sasa tunachohitaji ni hii giligilani, utaichemsha kama vile unavyotengeneza chai ya mchaichai. Ukishaichemsha vizuri, basi utapima kijiko, utapima kikombe kidogo, vile vikombe vidogo vya chai. Tulikuwa tunanywea chai zamani tukiwa watoto. Kwa hiyo ndio utatumia kikombe kile kidogo asubuhi na jioni. Lakini kwenye huo mchanganyiko, ukishapima kile kikombe kidogo cha chai ya giligilani, utaongeza na kijiko kimoja cha ndimu. Kumbuka nikisema ndimu ninakusudia hii na sio limao. Nakusudia ndimu na sio nini? Sio limao. Kwa hiyo hebu angalia ninavyofanya hapa kuiandaa mpaka nitakapokunywa, na wewe ukafanye hivyo asubuhi na jioni. Ukipata muda unapumzika, lakini ni vizuri kuwa na utaratibu wa kupendelea kupima protini kwenye mkojo. Unapokwenda kliniki hospitali kwa ajili ya kufanya check up, basi huwa unafanya vipimo vya protini kwenye mkojo, kwa sababu hiyo ndio dalili kubwa ambayo tunaitumia kuweza kubaini kama kuna athari zimeanza kuingia kwenye figo. Kwa hiyo hebu twende ili uone namna ninavyoiandaa na kunywa. Tayari nimeshachemsha giligilani yangu, nimeshaweka kwenye chupa yangu. Kwa hiyo angalia ninachofanya baada ya hapo. Ninachukua chupa yangu hapa. Basi ninaweka chai yangu ya giligilani. Ikichemka inakuwa namna hii. Nilisema ni kikombe kidogo cha chai. Kwa hiyo nikijaza hii glasi inakuwa nimejaza kupita kiasi. Kwa hiyo hiyo ndio chai ya giligilani. Sasa nitakuonesha namna unavyofanya. Baada ya hapo utachukua ndimu yako.
na nadhani unafahamu kanuni ya kukata ndimu. Kwa akina mama ambao kazi za jikoni ni maisha yao ya kila siku, wananielewa ninapofanya hili zoezi. Lengo ni ili uweze kuona tunachofanya hasa ni nini. Kwa hiyo tutakata ndimu yetu. Imekubali kweli hasa. Chukua kijiko kimoja cha chakula, alafu nitakamua ndimu yangu hapa hivi. Ndimu kijiko kimoja. Nadhani inaonekana vizuri hapo. Kijiko kimoja cha ndimu kama hivyo, alafu nitatia kwenye giligilani yangu. Nazichunga hizi mbegu zisiingie humu ndani. Kawaida huwa zina uchungu ukiila vibaya. Haya basi, baada ya hapo takoroga kidogo. Ukisha koroga kidogo kama hivyo, basi bismillah. Safi kabisa, burudani. Kwa hiyo utakuwa unakwenda kwa wiki moja, unaweza ukatulia. Baada ya muda fulani ukiipata tena giligilani na ndimu, unatumia kama hivi. Hapa figo zangu zinashangilia, zinaniuliza, mjinga alijuaje? Kwa hiyo hilo ndio somo la giligilani. Pendelea kunywa chai ya giligilani iliyochanganywa na limao kwa ajili ya afya ya figo zako. Ciao.